Ujumbe huu ni ujumbe wa imani, ambapo mwanamke huyu ambaye kwenye Biblia hakutajwa jina alipitia uzoefu mgumu sana katika maisha yake kwa kuugua ugonjwa wa ajabu. Ugonjwa wa ajabu. Ukisoma katika Biblia huyu mwanamke hajatajwa jina, lakini ni mwanamke ambaye ukisoma umetulia sana utagundua alipitia uzoefu mgumu sana, alipitia maumivu makubwa sana, alipitia mateso makubwa sana. Na mateso hayo hayakudumu kwa siku moja wala siku mbili, yamedumu kwa muda wa miaka 12. Na hapa ndipo ninauangalia ujumbe ni kama ujumbe wa imani, ujumbe wa imani. Manake ukijifunza na kuelewa mwanzo hadi mwisho, nataka nikwambie rafiki, imani yako itainuka. Wakati fulani nikawa ninashauri tu. Ukisoma vizuri Biblia utawakuta watu walioshinda, lakini walipita katika uzoefu mgumu, katika mapito magumu, njia ngumu. Ndiposa mara nyingi sana nawaambia watu, tafuta rafiki aliyeshinda katika Biblia, mfanye kuwa rafiki yako. Maana ule uzoefu aliopitia, linganisha na uzoefu wako. Angalia njia alizozipitia mpaka akajikuta ameshinda. Ukimfanya kuwa rafiki yako, mtu wa Mungu, hata wewe imani yako itainuka na pito alitakuangusha. Ndugu yangu, ugua siku 5, ugua mwaka 1, ugua miaka 2, ila sio miaka 12, sio miaka 12. Kuna kukata tamaa, kuna kuchoka. Biblia inamsema mama huyu alikuwa akitokwa na damu, chemchem kidogo kidogo zinakuwa zinatoka lakini hazikati, zinatoka lakini hazikati, zenyewe zinaendelea tu kutoka, hazikati. Biblia inasema alitengwa na ndugu zake wale Wayahudi. Kawa nawaza tu, hata unaweza kuangalia mtu anaotoka na damu zisizokata, ni mambo gani yanaweza yakamtokea? Kwa lugha nyingine, hali ya hewa ilibadilika, lazima harufu itokee. Hali ya hewa ilibadilika kwa yule mama, hali ya hewa ilibadilika. Lakini unaangalia kule juu kwamba ndugu zake walimtenga, lakini unaweza ukaangalia pia kwamba mwili wake ulipauka sana kwa kupungukiwa na damu. Maanake damu zinatoka, kwa hiyo lazima damu kupungukiwa, na hapo lazima mwili upauke. Magonjwa yanatesa. Maanake ukiangalia kama alikuwa anajihifadhi, sasa anatumia nguo. Maanake hata nguo alizokuwa akitumia kujihifadhia zilikwisha, maana muda ni mrefu sana, miaka 12 akiwa katika maumivu na mateso. Biblia inasema kwamba mama huyu alikwenda kwa waganga, lakini hakuna alichokiambulia. Na huenda pengine kila alichoambiwa kufanya alifanya, lakini bado hakuna chochote kilichotokea kwake. Bado hali iliendelea kuwa ngumu. Ndugu zangu, katika ulimwengu huu una mateso, kuna magonjwa mazito. Magonjwa yapo mazito. Yapo magonjwa. Mwaka fulani nikakutana na mama moja ambaye alikuwa ameugua, nadhani ilikuwa ni kama miaka 6. Miaka alizungumza miaka 6. Yule mama anaumwa miaka 6. Yule mama alikuwa na tatizo kwenye mdomo. Sasa wakati huo nakutana naye yule mama amekonda, amechoka, amekata tamaa. Sasa wakati nazungumza naye namwambia, mama, unajisikiaje? Yule mama anafungua mdomo, meno yameinuka, chini ya meno usaha unatoka kama bomba. Yaani manake kama niko karibu, ule usaha unatoka kama bomba, unaluka. Yule mama anachokifanya, chukua kanga yake, anaziba mdomo,
damu na usaha unachuruzika, ukipungua kidogo ndio anakuambia kwamba hali ni mbaya. Kwa hiyo muda wote yule mama ameshika nguo, ameziba mdomo kwa sababu usaha unatoka. Sasa baadaye kuja kugundua ile ilikuwa ni kansa ya kinywa, imetafuna mdomo. Miaka 6 mama anateseka, miaka 6 mama anaumia, miaka 6 amekata tamaa, amechoka, amekonda, ameshawaza mengi, bora nife mimi, sina amani, bora nife. Lakini akutana tena na mwanamke mwingine. Huyu mwanamke aliugua akiwa kwa mume wake, gonjwa tu ajabu. Anashangaa kwamba haja yake kubwa inatokea sehemu ya haja ndogo. Mwanamke mtu mzima. Maana kuna vitu vingine ukiambiwa mpaka ukajiuliza hiki kitu kipo, lakini ninakwambia ndivyo ilivyo. Haja yake kubwa inatokea sehemu ya haja ndogo. Jambo la kwanza lililoanza mahali pale ni kwamba mume wake alimkimbia. Kamkimbia, akamwachia familia. Mama hana chochote, anaumwa. Sehemu ya haja ndogo muda wote inatoa. Haja ndogo inatoa, kibano haja kubwa inapita huko, natoa. Mume akakimbia. Yule mama akaona msaada na utoa wapi? Mama akaamua kwenda kwa wazazi, baba yake na mama yake waliomzaa. Wamefika mahali pale na wao wakamfukuza. Baada ya kukaa naye wakaiona hiyo hali, wakamfukuza. Sasa sababu za kumfukuza mimi sifahamu, kwa nini walimfukuza. Mama akaenda hospitali. Sasa hospitali wakawa wamemtengea chumba cha peke yake, yuko mahali pale, hana mtu wa kumhudumia. Maanake Wasamaria wema wenye moyo mzuri ndio akifika mahali pale unaweza kumpa chakula akafanya moja mbili. Ukiingia katika kile chumba, harufu ni nzito sana. Mama amekata tamaa, mama amevunjika moyo, hajui anakwenda wapi, ana maumivu mazito sana. Rafiki, ugua siku moja, siku mbili, siku tatu upone, lakini sio muda mrefu, na inategemeana ni aina gani ya magonjwa ambayo unakuwa umekutana nayo. Mtu wa Mungu, yako magonjwa mazito sana, yanaumiza, yanatesa. Tana na mama moja, yeye amekutana na ugonjwa dhani wanaita PID. Umemtesa, umemuumiza sana, hali mbaya sana. Manake mpaka imani yake akaiweka pembeni, akasema hapana, mimi bana nenda kujisalimisha. Akakimbia kwenda kujisalimisha kwa ganga wa kienyeji. Maana ameweka pembeni kabisa, amekimbia kujisalimisha kwa ganga wa kienyeji, kwamba pengine wanaweza kumsaidia halali, maana maumivu ni makubwa sana. Angalia hivyo vitu, angalia hayo mambo, magonjwa mazito. Hata walio katika imani unajikuta na wao wanakimbia, wanaenda kule. Sikia mtu mmoja anazungumza kitu hiki, nikamsikia zungumza kitu hiki. Alikuwa na vidonda vya tumbo, vimemtesa muda mrefu, vimemuumiza, vimemwangaisha. Akasikia watu wanatoa ushauri kwamba ukiamka asubuhi ukatumia ule mkojo wako wa asubuhi, ukaunywa wako wa asubuhi, vidonda vya tumbo vinapona. Sikuambii kwamba hiyo ni dawa, mtu wa Mungu, kwamba ukaenda kuchukua mkojo wako kanywa. Usisubutu. Lakini alifanya, kwani amefanya mateso, amejaribu kila pahala, ameshindwa. Kwa hiyo chochote anachoambiwa yeye anafanya tu, chochote anachoambiwa anafanya tu, kulingana na maumivu na mateso alionayo. Isikilize, liko jambo Roho Mtakatifu amekusudia kukufundisha, mtu wa Mungu. Haijalishi unapitia katika uzoefu wa aina gani, haijalishi uko katika hatua gani, haijalishi umeteseka kwa muda gani, umesumbuka kwa muda gani, umeumia kwa muda gani, umetengwa na wangapi, umekimbiwa na wangapi. Kisa cha huyu mama kinatosha sisi kuimarika, kinatosha sisi kutufundisha na kutuelekeza. Ndugu zake walimtenga. Maana ya kutengwa, wamekuwa isolate, uko peke yako. Maanake hawataki kuchangamana na wewe kulingana na taratibu zao za Wayahudi, kwamba huyo mtu ni najisi, hawapashi kuishi naye. Kwa hiyo yuko pembeni, amekaa huko pembeni, ili wampe huduma, ni kujisikia tu, wakienda wanamwekea mlangoni mahitaji. Amechoka, amekata tamaa yule mwanamke.
Biblia nasema ametumia gharama zote za kwake kujitibia. Hakuna kitu. Amejaribu kwa kila, hakuna kitu. Asubuhi, mchana, jioni, analia tu, anasononeka tu, yuko vibaya, amechoka, amekata tamaa, anasubiri tu roho yake itoke. Hali ni mbaya kabisa. Lakini hebu nisikilize, mtu wa Mungu, hiki ambacho Roho Mtakatifu amekusudia kutufundisha mimi pamoja na wewe, ujumbe huu wa Roho Mtakatifu umeachiliwa ili mimi na wewe tuimarike hata katikati ya huo uzoefu mgumu, katikati ya hizo tabu na shida. Tusimwache Yehova, tusimwache Bwana. Mateso ya magonjwa na maumivu yakatupeleka kwenda kuabudu vitu visivyofaa, kujiungamanisha na madhabahu za kiganga na za kichawi, tukidhania kule ndio tutapata kufunguliwa na kupona. Sasa nisikilize vizuri, ninataka tu nikwambie habari njema. Hii naita habari njema, tena ninaita habari ya ukombozi, na ni habari njema kweli, kwamba kila giza lenye mateso, kila giza lenye maumivu, kila giza lenye tabu, kila giza lenye kuchoka na kukata tamaa, kila giza ambalo ni tololo, huwa lina pambazuko lake jema, huwa lina pambazuko lake ambalo ni jema. Mateso ambayo yule mwanamke alikutana nayo, na mateso ambayo haya nimekuambia kwa baadhi, kwa sababu mateso ni mengi ya magonjwa yanakutana nayo. Mateso haya yanafananishwa na mateso ya Yesu katika ile siku ya Ijumaa Kuu. Narudia, mateso ya huyu mwanamke yaliyomtesa kwa muda wa miaka 12. Mateso ya kwako wewe, ya rafiki yako, ya jirani yako, ya ndugu yako. Mateso ya hao watu ambao umewahi kuyaona, wamegharimikiwa gharama za kila namna, hakuna namna, wamekata tamaa, wengine hatuko nao, wameondoka. Mateso hayo ninayafananisha na mateso aliyokutana nayo Yesu ile siku ya Ijumaa Kuu. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, akiwa amebeba msalaba, anapandishwa mlimani Golgotha. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Yesu Kristo Mnazareti, anapandishwa Golgotha, amebeba msalaba mzito, fuvura kichwa Golgotha. Ili kupanda kule juu kuna mawe yanachoma miguu, barabara sio nzuri, lakini nyuma yake anapelekwa na viboko, anapigwa Yesu Kristo, anapigwa, anapandishwa juu. Yesu Kristo Mnazareti anavuliwa nguo mbele ya ndugu zake, mbele ya mama yake, mbele ya wanafunzi wake. Acha wale 12, alikuwa na wanafunzi wengi. Mbele ya watu waliowaombea, mbele ya watu waliowatia moyo, mbele ya watu waliokuwa katika mateso na maumivu mengi, mbele ya watu waliokuwa na mheshimu na kumthamini, anavuliwa nguo hadharani, valishwa taji la miba, anapigwa mijeledi Yesu, anapandishwa kupelekwa Golgotha. Msumari wa nchi 6 unapigwa katika mikono yake, mkuki ubavuni. Wakati nasoma, ninamuona Simoni Mkirene anakutana na Yesu akiwa amechoka, amekata tamaa, amevunjika moyo, anaumia maumivu makali sana, yuko vibaya Yesu. Simoni Mkirene anamsaidia Yesu ule msalaba, anamsaidia ule msalaba ulio mzito, anaubeba ili kumsaidia Yesu, kumpunguzia maumivu.
Nimekwambia kila giza zito, giza tololo, kutokuona nuru na mwanga katika wakati wa majaribu na mazito, huwa kuna kesho yake yenye pambazuko jema lenye nuru. Posa nakuambia kwamba mateso ambayo huyo mwanamke wa miaka 12 amekutana nayo, mateso ambayo wagonjwa wengi wamekutana nayo, wako Bugando, wako KSMC, wako Loganzaro, wako Muhimbili Moi, wako kwenye mahospitali makubwa mpaka India, wamechoka, wamekata tamaa. Ukiwaangalia mpaka unajiuliza, Mungu, unalia kwa kuwatazama tu. Wamechoka, wamekata tamaa. Yale mateso yanafananishwa na mateso alikutana nayo Yesu kwa muda wa siku hizo ambazo Yesu alikutana nazo. Sikilize mtu wa Mungu. Luka 22:63. Luka 22. Naomba nikusomee Luka 22. Kitabu cha Luka sura ya 22 na ule mstari wa 63. Mahali hapa nitakusomea 63. Na wale watu waliokuwa wakimshika Yesu walimfanyia dhihaka, wakampiga, wakamfunika macho, kisha wakamuuliza wakisema, tabiri ni nani aliyokupiga? Hebu angalia hizi dhihaka ambazo anafanyiwa Yesu Kristo. Angalia dhihaka ambazo anafanyiwa. Yohana 3:16 inasema, kwa jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu na hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima milele. Huyu aliyoleta ukombozi, alileta uzima, aliyoleta sisi tufunguliwe, aliyeleta sisi tupone, aliyeleta sisi tuwekwe huru, huyu ndiye wanampiga wakiwa wamemfunika. Alafu anamkejeli, wanamdhihaka, wanamwambia, hebu tabiri, tuambie ni nani aliyekupiga. Wakamtolea na maneno mengi ya kumtukana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Hebu nisikilize vizuri, kuna jambo ambalo Mungu atakusaidia. Kuna jambo ambalo Mungu atakusaidia. Fungua pamoja nami Mathayo 27:46. Mathayo ile 27. Mathayo 27. Mathayo 27, mtu wa Mungu. Mathayo sura ya 27 na ule mstari wa 46. Biblia inasema, na kama saa 6 na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, yaani Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamuita Elia. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatoa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Elia anakuja kumwokoa. Naye Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaikata roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Palikuwa na wanawake wengi pale wakitazamana kwa mbali. Hao ndio waliomfuata Yesu toka Galilaya na kumtumikia. Miongoni mwao alikuwapo Maria Magdalena na Mariamu mama yao Yakobo na Yusufu na mama yao wana wa Zebedayo. Orikanda ramaseke reketerebokoya ikanda rama masuta rikosia ramas kanda ramasia rikatalamando robokoya. Kila giza zito la tololo, kila giza zito ambalo hauoni, lina muda wa kupatikana kwa pambazuko lake jema. Maumivu na mateso ya magonjwa na shida na taabu ambazo mwanadamu anakutana nazo, zina pambazuko lake lililo jema la baraka. Maumivu na mateso ya magonjwa ambayo watu wengi wameyakutana,
Nayafananisha na hii siku ya Ijumaa Kuu. Ijumaa Kuu, Ijumaa ya giza zito la aibu, Ijumaa ya mateso, Ijumaa ya kilio, Ijumaa ya huzuni, Ijumaa ya simanzi. Ijumaa hiyo ilifuatiwa na asubuhi ya ukombozi wa wanadamu. Yale yote ambayo Kristo Yesu alikutana nayo ya mateso, ya mauzi, kumpiga, kumuumiza, kumpandisha Golgota, kumpandisha kule Golgota, kupiga misumari, kumchoma mkuki, kumpandisha msalabani, kumwanika hadharani mbele za watu. Liko jambo lilikuwa linafanyika mahali pale. Ni jambo la ukombozi wa wanadamu. Kwa hiyo mateso, aibu, shida, tabu, vyote hivyo vya maumivu na mateso, kesho yake ilitokea pambazuko jema ambalo Yesu Kristo alishuka kuzimu, akamnyang'anya shetani funguo, ambazo ndizo funguo tumepewa mamlaka, ambayo kwa mamlaka hiyo adui shetani hana nguvu tena, hana uwezo tena, hana mamlaka tena. Tumepewa sisi. Kila tukilitamka jina la Yesu Kristo, walioonewa katika tabu, shida na magonjwa mbalimbali wanapata kufunguliwa na kupona. Pambazuko jema, pambazuko lenye nuru, pambazuko lenye uzima ni yale mateso ya Yesu Kristo, kufa na kushinda kaburi na mauti. Na kama Yesu alishinda kaburi, alishinda kifo, kaburi na mauti, manake ishara na miujiza mpaka leo waliomwamini Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao wanatembea na ishara na miujiza, kwa maana waliyemwamini ni Yesu mfufuka, aliyeshinda kaburi, kifo na mauti. Tumepewa mamlaka, tumepewa nguvu, tumepewa uweza. Hakuna tena adui shetani anaweza kusimama, hakuna chochote kinaweza kusimama. Tunapolitaja jina la Yesu Kristo Mnazareti, watu wanafunguliwa, watu wanapona, watu wanawekwa huru. Hata yale ambayo madaktari waliinua mikono, wakanyosha, wakasema haya hayawezekaniki, lakini kupitia jina la Yesu kwa imani, watu wanapona, watu wanafunguliwa, watu wanakombolewa. Kansa zinapona, HIV watu wanapona, magonjwa ya moyo, figo, bandama, watu wanapona, viziwi, vipofu, matasa wanafunguliwa, kila moja kwa namna. Nimeshuhudia wengi wakifunguliwa na kupona kwa sababu ya kulitaja hili jina la Yesu Kristo. Waliokata tamaa, waliochoka, yale mateso na maumivu aliyokutana nayo Yesu pale msalabani, yalikuwa ni mateso ambayo kesho yake ilipatikana pambazuko jema. Pambazuko jema, pambazuko jema ambalo ni pambazuko ambalo tumepewa nguvu na mamlaka kupitia kifo cha msalaba. Kumbe iko nguvu katika msalaba. Bwana Yesu asifiwe, mteule wa Mungu, kama unanisikia vyema. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu, kama unanisikiliza vyema. Sikiliza nikwambie. Hii itakusaidia. Mama huyu alijifungia ndani baada ya pesa kuisha. Alijifungia ndani baada ya pesa kuisha, maana hana msaada, hana kimbilio, ametumia gharama zote, amekuwa maskini. Wako waliotumia pesa zote zimekwisha, wameuza mashamba, akaunti zao zimekwisha, zina fedha tena, hawana msaada. Ndugu wamewaacha, ndugu wamewakataa, hawataki tena, wamejifungia ndani, wanasubiri tarehe ifike wafe. Ndivyo alivyokuwa huyu mama, amejifungia ndani, hana msaada tena, hana kimbilio tena. Ndugu wamemwacha akiwa ndani, amejifungia. Nataka nikwambie, hata kama watu wote watakuacha, hata kama jamaa wote watakukimbia, lakini kwa siku Mungu atakuinulia mtu atakayekupa taarifa, atakayekutia moyo. Sikiliza vizuri. Mama huyu akiwa ndani, amelala, hana msaada na kimbilio, akaanza kupata taarifa, anaambiwa leo hii katika mji huu waliopoza wanapona, walioparalyze. Anasikia, anaambiwa kulikuwa kuna mtu mmoja anaitwa Batimayo, tangu amezaliwa
toka tumboni kwa mama yake hajawahi kuona. Lakini sikiliza, mama unaotokwa na damu miaka 12, Bartimayo leo anaona. Bartimayo anaona, anaambiwa viziwi wanasikia, viwete wanatembea, anaambiwa yuko mtu amelisha watu 5,000 kwa mikate na samaki wachache. Habari zinaendelea. Majambazi sugu leo jambazi sugu wameacha ujambazi, wachawi wameacha uchawi, wote wamekimbilia kwa Yesu. Walevi wa kila namna, makahaba na wazinzi wameacha, wote wanaambatana na Yesu anapotembea. Nyuma yake wako wengi. Mama anasikia akiwa ndani, mama yuko ndani, anasikia hayo mambo, anasikia. Wakina Lazaro waliokuwa kaburini siku ngapi wamefuliwa. Hata leo ninataka nikwambie habari njema za Yesu Kristo. Nataka nikwambie wewe kwamba iko nguvu ya msalaba. Kile kifo cha maumivu, kifo cha mateso, kifo cha shida na taabu, dhihaka na kila kitu, Yesu alipozungumza mahali pale. Acha nikusomee tu mahali hapa, kuna kitu kitakusaidia. Acha nikusomee mahali hapa. Fungua pamoja na mimi Luka 22. Fungua pamoja na mimi Luka 23. Haleluya. Luka 23 na ule mstari wa 46. 46. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Yule akida alipoona yaliyotukia, alimtukuza Mungu, akasema hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Yesu akalia kwa sauti kuu ya maumivu, sauti kuu. Manake ukifuata tangu anapelekwa huko, anabebeshwa msalaba, anapandishwa mpaka anasaidiwa na Simoni Mkrene, mpaka anafikishwa pale juu, namna wanamfunga, wanamweka kwenye msalaba, wanachukua msumari wa inchi 6, wanapiga kwenye mkono wa kwanza analia, wanapiga kwenye mkono wa pili analia, wanaunganisha miguu anapiga, wamechimba shimo ile, wanainua ule msalaba. Hakuna maumivu makali aliyopata Yesu kama wakati wanainua ule msalaba. Maana inasemekana wakati wanaingiza ule msalaba kwenye shimo, ilitimka vumbi kubwa, maana wale walikuwa ni wanyama wale walumi. Alipiga kelele mahali pale. Ile misumari, kwa sababu ya uzito wa mwili, mikono ilichanika, miguu ilichanika, anawekwa pale Yesu Kristo msalabani kwa ajili ya mimi na wewe mwanadamu, ili tupate kukombolewa. Ile siku ya mwisho tusiingie jehanamu ya moto, bali tupate uzima wa milele. Akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako roho yangu naiweka. Amekufa. Fuatilia kuyotangalia Mathayo namna amechukuliwa. Haleluya. Amezikwa. Siku ya 3 ameshinda kaburi, kifo na mauti. Anatoka na funguo, anatoka na mamlaka, anatoka na nguvu ambazo kila anayemwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anapewa hiyo neema, anapewa hiyo nguvu, anapewa huo uwezo, anapewa hiyo neema ambayo ndio leo tunaitumia. Watu wenye shida na taabu, waliofungwa, wamekata tamaa, wamechoka, wanafunguliwa, wanapona. Ndio maana akamwambia pale mwanzo, nimerudi tu kukukumbusha wewe, ndio umesahau kwamba yule mwanamke alikuwa ndani, maana fedha zimekwisha, kila kitu kimekwisha, hana msaada tena, yuko ndani ametulia. Lakini baadaye anaanza kusikia hizo habari,
kwamba kuna mtu alikuwa aoni, ameona. Viziwi sasa hivi wanasikia, matasa wanazaa, kila aina ya ugonjwa wanafunguliwa, wanapona. Anauliza imekwaje? Anasema yuko mwanaume anayeitwa Yesu Kristo Mnazareti, ndiye anayetembea, yuko anatembea Yudea, yuko anatembea Kapernaum, anatembea kila pahala, kila akikutana na watu wenye matatizo, waliotengwa, walio katika tabu, na moja baada ya mwingine wanafunguliwa. Habari njema zinahubiriwa. Anasikia hizo habari, yuko ndani, ametengwa, hawezi kukutana na watu wengine, anatengwa maana yeye ni najisi. Ndipo sana mimi nakwambia, hata leo waliokuwa majambazi sugu wamekombolewa na Yesu Kristo, leo wanahubiri Injili, wanatangaza habari njema. Waliokuwa wachawi sugu leo wamekutana na mwanaume Yesu, wameacha uchawi, leo ni manabii, ni mitume, wainjilisti, wanahubiri habari njema. Waliokuwa wamekatiwa tamaa na jamii, waliokuwa wagonjwa, waliokuwa na shida na tabu, leo hii wamekutana na mwanaume Yesu, wamebadilisha mfumo wa maisha yao. Ni hakika na kweli, majambazi, wezi, walevi wengi leo ni wachungaji. Mama akawa anasikia hizo habari, kisikia hizo habari, imani yake inakuwa, akawa anatamani siku moja angekutana na huyu mwanaume Yesu, anatamani. Nisikiliza vizuri, maisha ya Yesu hapa duniani yalikuwa ni maisha ya kuleta tabasamu. Alikuja kwa wakati mwema mzuri kurejesha tabasamu waliochoka, waliokata tamaa, waliovunjika moyo. Hata leo wafuasi wake wanaomfuata Yesu katika uzuri na wema, wamemwamini, na ile nguvu ya Kristo, nguvu ya kiungu iko ndani yao, wapo kwa ajili ya kuleta tabasamu kwa waliokata tamaa, tabasamu kwa waliochoka, tabasamu kwa waliovunjika moyo. Hata miacha nikutie moyo, hata kama umepitia katika uzoefu mgumu, ndugu amekukatia tamaa, ndugu amekuacha, umeenda hospitali zote, hakuna majibu, nataka nikwambie, kansa inapona. Nataka nikwambie, HIV inapona. Nakwambia, magonjwa ya moyo, figo yanapona kwa imani. Nakwambia, kuna tabia zimekung'ang'ania, umejaribu kwa namna yoyote kuchomoka kwa hizo tabia. Nataka nikwambie, kwa nguvu ya msalaba, ukimwamini Kristo Yesu unafunguliwa. Maana Yesu alikuja kuleta tabasamu, na alivyoondoka mikabidhi funguo kwa wateule waliomkiri na kumwamini Kristo na kuyaishi maisha ya utaua. Zile nguvu alizosiachilia Yesu siku kwao. Maandiko yanasema, amini nawaambieni. Ngoja nikuangalizie hili, ngoja nikuangalizie hili andiko, nikusome, pengine utanielewa. Tanielewa mtu wa Mungu. Liko wapi ile andiko? Nikuangalizie. Haleluya. Yohana 14:12 nasema, amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. 13, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Amini nawaambieni, yeye aniaminie, yeyote atakayemwamini Kristo, iko neema imeachiliwa kwa wanaomwamini Kristo, waliomkiri Kristo, waliomwamini Kristo wamepewa neema ya kutenda sawa sawa na Yesu alivyotenda. Kwa Yesu viwete wa kutembea walitembea, kwa Yesu viziwi walisikia, vipofu wa kuona waliona, wenye magonjwa mbalimbali waliponywa. Na amesema katika andiko hili, kila anayeamini amepewa uwezo. Nimeshuhudia watu wakipona pale napotamka jina lake. Nimeshuhudia. Usijifungie ndani, inua imani yako sasa. Inua imani yako. Huyu mama akawa anasikia hizi habari akiwa ndani. Kwa hivyo nakwambia kwamba
maisha ya Yesu yalikuwa ni kuleta tabasamu. Kwa hiyo alikuwa anatembea muda wote kusaidia watu, anatembea muda wote kutia moyo watu. Hata wewe ninakwambia, uliokuwa mchungaji, uliokuwa mwinjilisti, mtume, unasikia ndani yako kuna moto wa kinjili unawaka, fanya kama Yesu. Fanya kama Yesu. Fanya kama Yesu. Fanya kama Yesu. Hebu subiri nikwambie hili jambo ambalo Bwana alinisemesha. Acha nikwambie hili jambo ambalo Bwana alinisemesha. Wakati fulani nikiwa nimelala nikaona maono. Bwana akanipeleka katika hospitali moja. Naifahamu hiyo hospitali. Nimekwenda katika ulimwengu wa roho mpaka kwenye hospitali, nikaingizwa mpaka wodini. Naangalia upande wa kushoto, naona kitanda. Lakini kwenye kitanda kuna mtu amelala pale. Pembeni kulikuwa kuna daktari, amevaa koti kama madaktari wanaovaa, nafikiri unanielewa mtu wa Mungu, ana ile ya kupimia, iko kifuani pa. Pembeni kulikuwa kuna nesi. Wakati mimi niko ukutani naangalia mahali pale, nasikia ninaambiwa rohoni kwamba huyo mtu amekufa, na pale ninamwona daktari anampima yule mtu kuangalia mapigo ya moyo, manake amekufa. Nasikia rohoni kwamba daktari anamwagiza nesi kwa habari ya kumchomolea. Sikiza nikwambie, yule mtu aliyekuwa kitandani mgonjwa, nini alikuwa navyo? Alikuwa amewekewa oxygen, lakini mikono yake yote kulikuwa kuna drip, na sehemu nyingine kuna damu, na huku amewekewa mpira wa kujolea. Yaani maanake alikuwa na hali mbaya, maanake mikono yote iko na drip, amewekewa kile cha kupumulia, na unaweza ukaelewa alikuwa anaumwa kwa kiasi gani. Daktari anampima yule mtu kwamba amekufa. Sikiliza mpendwa, nilikuwa odini wakati ninaona hayo maono. Wakati daktari amesimama mahali pale, rohoni ninaambiwa kwamba anampa maelekezo, na lugha ya rohoni, nisikilize, ninaona kabisa mbele zaidi ya hapo. Yani ninaona mbele zaidi ya hapo, naona tayari ametolewa vile vitu vyote katika ulimwengu, naona ametolewa, ninaona amefunikwa lile shuka jeupe, ninaona mpaka amewekwa kwenye kitanda, anapelekwa mochwari, ninaona, lakini bado yuko mahali pale. Sikilize mtu wa Mungu, kitu ambacho nilikiangalia mahali pale na kikanishangaza. Wakati bado ninaangalia mahali pale, mtu wa Mungu, nikasikia sauti inaniambia rohoni kwamba huyo mtu hajafa. Nasikia rohoni ninaambiwa kwamba huyu mtu hajafa. Yaani maanake mara ya kwanza niliambiwa vile, sasa ninaambiwa tena mara ya pili kwamba huyo mtu unayemwona hajafa. Bado ninashangaa, nikasikia tena sauti inaniambia muombe. Haleluya. Nikamwambia daktari mahali pale, samahani daktari, unaweza ukanipa nafasi kidogo nikamwombea huyu mtu? Daktari hakuniambia ndio wala hapana, ila alionyesha kwa mikono akiwa na ishara kwamba omba. Nakumbuka hivyo. Wakati naanza kumwombea yule mtu aliyekuwa amekufa, kumbuka ni katika ulimwengu wa roho, aliyekuwa amekufa, wakati ninamwombea, ninamwona mimi amefunguka, amerudi katika hali yake. Namwona amerudi katika hali yake aliyokuwa amekufa. Baadaye nikamwona amezinduka kabisa, amekuwa mzima yule mtu, akiwa bado ana ile oxygen na zile mipira yote. Maana yake kumbuka nilivyokuambia, nilikuwa ninaforwardiwa kuona kwamba nini kitatokea, kwamba daktari amemwambia toa, anafunikwa mpaka kupelekwa mochwari. Yalikuwa hayajatokea, ila mimi nilipelekwa mbele zaidi katika ulimwengu wa roho kuona ambacho kingitokea, mpaka naingizwa kwenye fridge mochwari. Nikamwona amerudi katika hali yake. Wakati amerudi katika hali yake, nikiwa bado nimesimama, nikamwona yule daktari anatoka nje. Sasa aliangalia, hakushangaa kwa kitu chochote yule daktari, wala huyu nesi pembeni naye pia hakushangaa, ambapo mimi nilitegemea pengine wakati namwombea anarudi wangelishangaa, huyu alikuwa amekufa, imekuwaje tena amerudi, washangae. Nesi hakushangaa wala huyu daktari hakushangaa, ila huyu daktari alichokifanya, alitoka nje. Wakati ametoka nje, alitembea hatua ya kwanza, hatua ya pili, akanigeukia, akanitazama, akaniambia maneno haya: jitahidi uwe unakuja
hospitali mara kwa mara, utawaokoa wengi. Alafu daktari akaondoka. Wakati bado nimesimama mahali pale, nikashuhudiwa moyoni na ambiwa kwamba huyo aliyokupa hayo maelekezo ni Yesu Kristo Mnazareti. Nisikilize, huu ni ujumbe nimekupa kama nilivyooneshwa katika ulimwengu wa roho. Naanza kuwaza sasa, na ndipo nikagundua kwamba hakuna jambo gumu lolote linalomshinda Bwana. Ndio maana nikakwambia kwamba hakuna chochote ambacho kinashindikana kwa Bwana. Ngoja nikwambie, nisiishie mahali hapo. Ngoja nikwambie tu jinsi ilivyo. Hasikupita siku nyingi, maana nilitoka katika ile maono. Haikupita siku nyingi nikiwa ninaendesha kwa usafiri wangu, naendesha. Nasikia msukumo na nasikia msukumo wa kuambia kwamba nenda hospitali. Kweli nilipokuwa nakwenda sikuendelea. Ikabidi nigeuke, nitii sauti ile, nenda hospitali. Ashukuriwe Yesu, getini sikuzuiliwa, nikapita wodi ya kwanza. Kuna ile hospitali una wodi ya kwanza inayoanza ni wodi ya wazazi, kutoka wodi ya wazazi inaingia wodi ya watoto, ukipita wodi ya watoto unaingia wodi ya wanaume, ukipita wodi ya wanaume inaingia wodi ya wanawake. Nilipita hizo wodi zote, wala sikusikia msukumo wa kuingia kwenye zile wodi. Nikaenda mpaka wodi ya 4, wodi ya wanawake. Nikapita vyumba vingi, nikajikuta nimefika kwenye chumba fulani cha mwisho. Ninaingia nikakuta mama moja wamemvua blouse yake, matiti yako nje. Mama wenzake wameshika mtoto wako, wanamnyonyesha mtoto kwenye matiti ya mama, wakati huyo mama hajitambui, amelala, hajitambui, hajielewi kabisa. Wanalazimisha mtoto, anamlazimisha kumnyonyesha. Nikafika mahali pale, nikawauliza, nyie wa mama, mbona mnamlazimisha kumnyonyesha mtoto? Mama yake hawezi kushika kanyonyesha. Wakaniambia hii ni siku ya 3 amelala, hajazinduka. Nauliza shida ni nini? Wanasema alipigwa jiwe kubwa na jirani yake kichwani. Tangu amepigwa jiwe kichwani hajazinduka, mpaka sasa yuko hivi. Maanake kinachoendelea ni kwamba wanataka wampe rufaa kwa habari ya kwenda hospitali kubwa. Kwa hiyo ana mtoto mdogo, tumeshindwa jinsi chakula ale, kwa hiyo tunalazimisha anyonye hivyo ingawaje mamake siku ya 3 hajaamka. Msikilize mtu wa Mungu, ninapokuambia ninampenda Yesu, kubaliana na mimi. Ninapokuambia Yesu ni mpenda miujiza, kubaliana na mimi. Ninapokuambia iko nguvu ya msalaba, kubaliana na mimi. Katika nguvu nikawambia mtoeni yule mtoto. Sijui ninaanzia wapi, maana madaktari kumzindua imeshindikana. Unaelewa, amepigwa jiwe la kichwa cha utosi. Nikamsogelea na mama, nikamshika mkono. Ile naanza kuomba, yule mama aliluka, kitanda chote kilitetemeka. Nikasikia lugha, kama wewe ni Muha utanielewa. Nikasikia yule mama anaanza kupiga kelele, anazungumza maneno haya, yalikuwa ni ya Kiha, takutafasiria maana yake. Yanasema, nitwebwe twamukubishibuye, tulashaka tumwiche, nitwebwe twamukubishibuye. Yanasema kwamba ni sisi tuliompiga jiwe, tunataka tumuue. Nikakemea yale mapepo, yakamwachilia mama, kakaa kwenye kiti, kamsalisha sala toba. Wale waliokuwa mahali pale ni vile walilia. Kamwambia mpeni mtoto wake sasa, mnyonyeshe kwa hiari. Mama siku ya 3 ajala, akatoka nje, akakaa pembeni, akapewa chakula. Mama akala vizuri, mama akapona. Sasa hebu jiulize wewe mwenyewe, alipigwa jiwe ambalo limekwenda kuvunja kichwa chake, na siku ya 3, maanake ilikuwa amepangiwa roho ya mauti, alikuwa anakufa. Ukiangalia utaelewa kama umefungua akili yako sana, mtu wa Mungu. Lakini nguvu ya msalaba, kile kifo cha Yesu Kristo msalabani, alishuka kuzima, kashinda kifo, kaburi na mauti. Tukapewa funguo wateule, ambazo funguo tunazitumia hata leo kwa jina la Yesu. Kila aina ya matatizo yanafunguliwa, watu wanapona. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Yuko Yesu Kristo Mnazareti. Niko na yule mama aliyotokwa na damu miaka 12, yuko ndani. Yesu yuko kazini, anaendelea kufanya kazi.
anaendelea kufanya kazi, anaendelea kufanya kazi. Yesu akiwa katika kazi ya kuleta tabasamu, akiwa katika kazi ya kufungua watu, kuwatia moyo waliokuwa wamekatiwa tamaa. Tena wakati ule mtu akiugua ugonjwa, wao wanasema ametenda dhambi. Tukifuatia kwenye Biblia wanauliza kwamba kati ya yeye na wazazi wake nani ametenda dhambi? Hapana, aliyotenda dhambi haya Bwana ameyaruhusu kwa ajili ya utukufu wake. Kwa hiyo watu wako wanawatenga watu, wanatembea kwenye makanuni na masheria ambayo hayupo. Yesu anarejesha upendo kwa waliochoka, waliokata tamaa, anatembea. Biblia yangu inaniambia wakati ule alikuwa anakwenda kwa Gerasi kule Dekapoli. Anakwenda Dekapoli. Hebu tuangalie Marko 5, tuangalie Marko sura ya 5, mtu wa Mungu. Marko sura ya 5. Marko sura ya 5. Marko sura ya 5, hebu tuanze ule mstari wa kwanza. Kama unasoma Biblia yako ambayo inafichwa, itakuwa imesema Yesu amponya Mgerasi mwenye pepo mchafu. Yesu anasafiri sasa, anakwenda Dekapoli. Wanapaita pale miji 7, nyumba 7, Dekapoli. Dekapoli kwa Gerasi. Marko 5:1 inasema wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena kwa minyororo, kulingana na yale mapepo yalikuwa ni mengi. Hakuna hata mtu mmoja anaweza kumshika. Nimekutana na watu wana mapepo wamefungwa mikono na miguu, mpaka kamba zimewatafuna mikono, zimewatafuna mikono. Leo ni wazima, wanaendelea na shughuli zao. Yesu, sante, nguvu ya msalaba, nguvu ya msalaba, nguvu ya msalaba. Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Ilifikia sehemu kabidi wamwachie. Watu wa mahali pale wanapata tabu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nishuke huku chini utaangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma hicho kisa utaangalia sipo unapotaka, utasoma tu hicho kisa utakuja kuelewa. Utasoma hicho kisa tu utakuja kuelewa namna ambavyo Yesu alikutana naye wakati anavuka, namna ambavyo yule mwenye pepo alianguka chini, namna zile pepo zilizojitetea zikazungumza, tuna nini nawe Mwana wa Mungu? Kwa nini unataka kutuhukumu kabla wakati wetu? Na namna zilivyoshauri ziwaingie wale nguruwe, na namna Yesu alivyoamuru wale pepo wote wakazingia zile nguruwe, na zile nguruwe namna zilivyokimbia zikaingia majini zikapotelea mbali. Nataka tu nikwambie ule mstari wa 17, kuna kitu nataka nikwambie. 17, wakaanza kumsihi aondoke mpakani mwao. Manake wale waliokuwa na nguruwe na wale wachungaji walienda mjini, wakawaambia wale watu kwamba tumekutana na hiki kitu, huyu mtu amefunguliwa, huyu mtu amepona, huyu mtu amewekwa huru. Hebu angalia wale watu, akili zao zilikuwa kwenye mali, hata utu wa watu hamna. Maana yake nidhania wangeshangilia bado yule mtu amefunguliwa, lakini wakamzuia Yesu asiingie kule. Kwa nini? Wameona kama tu hapo mwanzoni tu, hapo tu nitarakasi mwanzoni tu ambao mwaziwa wamekula hasara, akiingia kule mjini itakuwaje? Wanamkataa, wakasema hapana. Wakaanza kumsia aondoke mipakani mwao. Na alipokuwa akipanda chomboni sasa, yule aliyekuwa na pepo akamsia, akambembeleza kwamba awe pamoja naye. Anamwambia Yesu, usiniache, wewe ndio umenifungua, umeniponya, usiniache na mimi acha nitembee na wewe. Haleluya. Lakini hakumruhusu, bali alimwambia, enenda zako nyumbani kwako kwa watu wa kwenu, kawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Haleluya, haleluya, mtoto wa Mungu ambaye tunafundishwa kwa pamoja. Hapa najifunza jambo hapa. Nasikia kusemeshwa kitu hiki, kwamba mtu aliyekombolewa na Yesu Kristo ni tangazo kamili la Injili. Injili leo imekuwa ngumu kwa sababu hatuoneshi ushuhuda. Hebu imagine mtu aliyekuwa mlevi analewa mpaka anajikojolea barabarani, na amesoma na elimu kubwa, amejaribu kwa akili zake na ufahamu wake kuacha pombe, ameshindwa. Baada ya kuokoka akajikuta zile pombe, alikuwa anatembea barabarani na chupa, anatembea na yumba, anatembea anatukanana, mji wote unamjua ni cha pombe, ni mlevi. Lakini baada ya kukutana na Yesu Kristo Mnazareti, ile tabia yote ameifuta, pombe zimekwisha, alafu amekuwa mwinjilisti. Haleluya.
anatembea na Biblia, anazunguka mtaani. Ile mitali yako anapita amelewa, sasa anapita na Biblia, anawaambia yuko Bwana wa majeshi, mfalme wa falme, Mungu anayefungua, Mungu anayeponya, amenikomboa na nyinyi nawatangazia habari njema. Nataka nikwambie wako watu wengi watakao amini kwamba yuko Mungu anayetenda. Sasa namwambia, sikiliza, watu wa Dekapoli wanakufahamu wewe, wanakuelewa jinsi ulivyokuwa. Rudi ukawashuhudie, rudi. Wengi watu wa Dekapoli watafunguliwa na kupona. Ningelikuwa ni wewe, ningekwambia mpigie Yesu makofi na vigeregere. Ni Yesu asioshindwa na kitu chochote, Yesu mwenye uwezo, Yesu mwenye nguvu, Yesu mwenye mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati wamemzuia Yesu, wamemzuia pale Yesu, nini kilitokea? Yesu akasema sio shida, maana kazi nimeshaifanya. Huyu mtu atakwenda kuwakilisha nguvu zangu, atakwenda kuwa mtumishi, atakwenda kutangaza ukuu na utukufu wa Mungu. Hebu acha nirudi. Wakati anarudi sasa, Yesu anarudi, ndipo sasa anarudi, anakwenda kukutana na mtu mmoja anaitwa Yairo. Anarudi, Yesu anarudi sasa, panda chomo, anarudi Kapernaum. Soma Biblia utaona mahali pale. Wakati Yesu anashuka mahali pale kwenye mwambao wa Kapernaum, anakutana na mtu mmoja anaitwa Yairo. Yairo anakimbia kumlaki Yesu, anainama chini. Kuna mazungumzo aliyazungumza, tutasoma hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Nampenda Yesu Kristo Mnazareti. Nampenda Yesu Kristo, ni mpenda miujiza. Nampenda Yesu Kristo. Ukimkubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nataka nikwambie rafiki, msiba ya aina yoyote inayokutesa itakwisha. Kukata tamaa, kuchoka, kuvunjika moyo, vyote unavyokutana navyo, vitakwisha. Utakuwa salama, mtoto wa baba. Utakuwa salama, utakuwa salama, utakuwa salama, utakuwa salama. Hebu acha nikusomee Marko 5:22. Marko 5:22, hapo hapo Marko 5:22. Marko 5:22. Nianzie 21. Hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudi ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Ndio akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, akaja mtu mmoja mkuu, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake, akamsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yairo, Yesu tu anashuka. Sikiliza, wakati yuko Dekapoli, watu wa Dekapoli walimkataa Yesu, akasema usije kwenye mji wetu, wewe toka, rudi, inatosha. Lakini Yesu akasema it's okay, maana mission iliyonileta mahali hapa nimeikamilisha, na huyu atasimama badala yangu, atakwenda kutangaza habari njema kwenye hiyo miji ya Dekapoli. Hebu acha nirudi. Kuna wakati sehemu nyingine Yesu anamkataa, lakini kuna sehemu Yesu anamtaka. Kama mimi ninavyomtaka, kama unamkataa, na kushauri mpokee, utakuwa umepokea jina jema, utakuwa umepokea ushindi, utakuwa umepokea ukombozi. Wakati anarudi tu, anafika tu hapa Kapernaum, hata hajakanyaga kuingia, watu wengi wamekusanyika, akiwepo huyu mkuu kama alivyotajwa Yairo. Anamwangukia Yesu, anamsujudia, anamwambia, Bwana mkubwa, binti yangu anaumwa. Ngoja tuangalie. Akaenda pamoja naye, mkutano mkuu akamfuata wakimsonga. Haleluya. Wakati wanaanza kutembea, sikiliza, ni safari ya kwenda kwa Yairo, maana kwa Yairo kuna mgonjwa. Ni safari na kwenda, sikiliza, watu wengi wanatoka magharibi, wanatoka mashariki, kusini na kaskazini, wanakimbia, maana wamesikia habari za Yesu Kristo Mnazareti, Yesu mwenye nguvu, Yesu mwenye uweza, Yesu mwenye mamlaka. Wamesikia taarifa, wanatoka reketerebokotaya ikandaramasuta ikanama repokosaya. Wamesikia habari rimosia ramasenderebokoya. Sante Bwana. Rikandaramasi. Wamesikia habari, wanatoka magharibi, mashariki, kusini, kaskazini, wanakimbia kwenda kumlaki Yesu, wanakimbia kumtafuta mwenye miujiza, mponyaji, mtia moyo. Wanamfuata yule anayewaganga waliokata tamaa na kuvunjika, wanamfuata wakapate uzima na uponyaji. Wanafuata Yesu.
Nadhani ni mmoja akapita kwa yule mama. Kumbuka niko na yule mama aliyotoka damu miaka 12. Nadhani akafika na mgongea, mama, yule niliyokuambia habari zake njema kwamba vipofu wanaona, vizi wanasikia, matasa wanazaa, watu waliovunjika moyo kata tamaa, wakina Lazaro fufu. Leo ameingia katika mji wa Kapernaumu. Yupo. Hata kama wamekutenga, tafuta namna ya kufanya ukakutane naye. Nadhani yule mwanamke alisimama akasema, Yesu asante. Akasema Bwana, akapiga makofi, akasema hata kama nimetengwa kwamba mimi ni najisi, hakuna namna naweza nikatoka, lakini kwa hili hawatagundua. Mama akaingia ndani, akachukua nguo zake, akajifunga kama ninja. Haleluya, imani. Akajifunga, anawaza ninakwenda ndio, lakini wataniona walionitenga, wakiniona watanirudisha, nifanyeje? Kwa hiyo nijifunike wasinione. Lakini je, nikimfikia Yesu, nikafika kwa Yesu, nikaanza kumuita ili tuzungumze, wataniona, watanifukuza, nifanyeje? Wazo likaingia ndani yake, imani. Wazo likaingia ndani yake. Ni wazo gani hilo? Yule mwanamke akavaa, akaungana na ule umati mkubwa, watu ni wengi, akaanza kupenya mle ndani, rikatalamanda, akapita mle ndani, akasema, sasa sikiliza, nafsi yake namwambia kwamba kama mwaponya hawa watu wote, huyu ni mponyaji mkubwa, hebu nimshike tu pindo, naamini nikishika tu pindo la Yesu nitapona. Rimokotaalamasia rikandaramasuta rikotaramayande rikandaramaseke nitapona. Imani ikajaa kwa mwanamke, kwa kuambiwa tu. Ninakumbuka hata Yesu wakati yuko pale msalabani, wale wahalifu wawili, Gastas na Disa, wako pale wale wawili. Kumbuka hao hakuwahi kumwona Yesu hata mara moja, maana walikuwa gerezani. Yesu anafanya injili zote, muda wote anatembea huku na huku, anatembea. Hawakuwepo, walikuwa gerezani. Lakini siku hiyo mwakamata, wanawasulubisha pamoja na Yesu. Huyu jamaa alipandisha imani, maana aliangalia umati wanaolia, wanampenda, wanafanya nini. Yaani dakika chache tu akasikia maneno, akagundua kabisa huyu ni mtakatifu. Ndio unaona mahali pale anamkemea mwenzake, anamwambia sisi tumefanya dhambi, huyu hajafanya kitu chochote. Ndio mwisho anamwambia nikumbuke. Na Yesu akasema, hiyo ni imani, utakuwa pamoja nami siku ya leo. Imani. Yule mwanamke ametembea, akatembea, akampita wa kwanza, akawapita, akajibana, amejivika, hakuna anayemjua maana alishakamtenga. Amesogea mpaka kaligusa pindo la Yesu kwa imani. Hebu acha nisome mahali hapa. Akaenda pamoja naye, mkutano mkuu akamfuata wakimsonga, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimikiwa vitu vyote alivyonavyo, kusimfai hata kidogo, bali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katikati ya mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Amina. Maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Imani. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Maana Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akaigeuka kati ya mkutano, akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, waona makutano wanavyokusonga, nao wasema ni nani aliyekugusa? Unaona, kumbe Yesu pale aliguswa na watu wengi, maana makutano walikuwa ni wengi. Lakini nataka nikwambie, hata wale walikuwa wakimgusa Yesu, wengine walikuwa ni wagonjwa, walikuwa na maumivu, walikuwa na mateso. Lakini nisikilize, mtu wa Mungu, walimgusa tu, lakini sio mguso wa imani. Sasa wanafunzi wake wanasema, we Yesu, twende tuwahi kwa Yairo, tukawahi kumwokoa yule mtu. Wanaokugusa ni wengi, kwani Yesu uone umati ni wengi? Yesu akasema no. Akasema no. Wanafunzi wake wakamwambia, je, wanaona makutano wanavyokusonga, nao wasema ni nani aliyekugusa? Akatazama pande zote ili amone yule aliyetenda neno hilo.
Sio kwamba alikuwa hajamuona, alikuwa amemuona. Sio kwamba alikuwa fahamu, alikuwa anafahamu, lakini alikuwa anataka alifundishe lile kundi. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima na msiba wako tena. Piga Yesu makofi, mtu wa Baba. Piga Yesu makofi, mtu wa Baba. Piga Yesu makofi. Piga Yesu makofi. Piga Yesu makofi. Piga Yesu makofi, mtu wa Baba. Piga Yesu makofi. Piga Yesu makofi. Ndiye ninayekupa habari zake njema. Kanisani tunasali wengi wanasali kanisani, wana magonjwa sugu, wana magonjwa yanayowatesa, lakini unashangaa anayepona ni mtu mmoja. Wingu linashuka, lakini anayepona ni mtu mmoja. Anayepona ni yule anayemtafuta Yesu kwa imani ya ndani. Imani ya ndani. Hebu acha nikusomee Luka 8. Hebu acha nikusomee Luka 8. Acha nikusomee Luka 8 mahali hapa. Acha nikusomee tu Luka 8. Luka 8 na ule mstari wa 40 hapa. Luka 8 mstari wa 40. Sikiliza, Biblia inasema hivi. Hebu tuiache ile Luka 8. Tuiache maka nimeisoma huku. Tuiache ile Luka 8. Hebu acha nikusomee Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 8. Matendo ya Mitume sura ya 8 na ule mstari wa nianze nadhani 26. Nianze 26 tu kwa sababu nitakwenda mpaka kule mbele. Nianze 26 mahali hapa. 26. Malaika wa Bwana akasema na Filipo, akamwambia, ondoka ukaende upande wa kusini hata njia ile iteremkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza, nayo ni jangwa. Naye akaondoka akaenda, mara akamwona mtu wa Kushi, towashi, mwenye mamlaka chini ya Kandale, malkia wa Kushi, aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Ndio akawa akirejea, ameketi galini mwake akisoma chuo cha nabii Isaya. Amen. Roho akamwambia, ule ni mstari wa 29, Matendo ya Mitume 8 mstari wa 29. Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na gari hili ukashikamane naro. Basi Filipo akaenda mbio, akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Akasema, je, yamekuelekea hayo unayoyasoma? Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye, na fungu la maandiko alilokuwa akilisoma ni hili. Haleluya. Huwezi ukasoma Biblia kwa akili zako. Una huo uwezo mpaka ujazwe nguvu za Roho Mtakatifu, ndipo utaisoma Biblia na kupata fasiri yake. Tofauti na hapo, Biblia utaisoma kama gazeti. Unazihitaji nguvu za kiungu ndani yako. Ndipo ninapokumbuka Matendo ya Mitume sura ya 1 ule mstari wa 4, ambapo Yesu aliwazuia wanafunzi wake wasiende kuifanya kazi mpaka waipokee ile ahadi ya ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Ukisoma mstari wa 8 unaweza ukaona kwamba wanatiwa moyo na kuambiwa kwamba kama wakijazwa zile nguvu watakuwa mashahidi kuanzia nyumbani Yerusalemu. Maanake watu wataanza kukujua wewe ni mfuasi wa Kristo kuanzia nyumbani kwenu. Kwa nini? Kwa sababu ya zile nguvu za Roho Mtakatifu. Ukiangalia ile sura ya 2 ndio unakuja kugundua kwamba walijazwa nguvu za Roho Mtakatifu wakiwa na dumu gorofani, wakiwa 120, akiwemo na mama yake na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana, mtoto wa Mungu. Na fungu la maandiko alilokuwa akilisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwana kondoo alivyokimya mbele yake amkatae manyoya, vivyo hivyo yeye naye hafunui kinywa chake. Ndiyo 33. Katika kujidhiri kwake hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeeleza kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Yule towashi akamjibu Filipo akasema, na kuomba nabii huyu. Ngoja nirudie. Yule towashi akamjibu Filipo akasema, na kuomba nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Filipo akafunua kinywa chake, naye akaanza kwa andiko hilo hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya, nini kinachonizuia nisibatizwe?
Mstari wa 37, Filipo akasema, ukiamini moyoni mwako. Ndio pointi yangu sasa. Ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akasema, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Na mimi nakwambia kuanzia leo, muamini Yesu Kristo kwamba ni mwana wa Mungu kwa imani yako ya ndani. Haleluya. Muamini Kristo kwamba anaweza kutenda, anaweza kuokoa, anaweza kubariki, anaweza kuinua. Nataka nikwambie, Yesu atajifunua kwako. Ni wengi wanaliita jina la Yesu, ni wengi wanaingia kanisani, lakini hawajaamini kutoka ndani ya mioyo yao kwamba Yesu anaweza kutenda jambo. Ndio maana watu wako ndani ya makanisa, lakini wanakwenda kwa waganga wa